Kwa jina naitwa Kaizirege Kamara, ni mkulima au mjasiriamali ambaye nimejikita katika masuala ya kilimo, lakini kwa kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kuingia kwenye masoko. Na kazi hii nimeingia kwa muda mrefu kidogo kama mjasiriamali zaidi ya miaka 25. Lakini katika miaka hii yote tulianza katika kutafuta masoko ili tuweze kuona ni jinsi gani ya kilimo kinavyoweza kusaidia taifa letu, lakini familia zetu zaidi. Kwa kuanzia nilianzia na naendelea kushughulika na ufugaji wa nyuki na nikijenga mnyororo wa asali katika nchi hii. Tangu tumeanza ilikuwa ni nia yangu au ni maono yangu ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa. Lakini changamoto nyingi ambazo tulikutana nazo katika sekta ya nyuki, ikaonekana ni lazima tuangalie na mazao mengine kama serikali inavyotushauri au inavyotuhamasisha kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Na changamoto kubwa ya mkulima ilikuwa ni masoko. Kwa hiyo tulichoanzia tulikuwa na maono yetu, mimi binafsi, kwamba niingie kwenye kilimo niweze kusaidia wakulima wenzangu, kwa sababu ninatokea kwenye familia ya kilimo. Baba yangu alikuwa ni mkulima mkubwa wa kahawa, lakini baada ya kupitia changamoto nyingi, zao la kahawa likawa halipati bei nzuri. Mimi nikasema ngoja nijaribu baba yangu alipomalizia, nione je naweza nikasaidiaje mkulima aweze kuingia katika masoko, alime kwa faida na aweze kupata anachokikusudia. Kwa hiyo katika mantiki hiyo ikaonekana kwamba nipate mahali pa kuanzia baada ya kumaliza shule kama injinia, lakini nikaona ni vema niwe na sehemu ya kuanzia. Tumeanzia katika sekta ya nyuki ambayo tumekwenda nayo zaidi ya miaka 20. Na sasa hivi tunafurahia kwamba tumeanza kuona matokeo na faida yake katika mnyororo mzima, na sasa tumeingia kwenye soko la kuweza kuuza nje ya nchi, ambapo tumeshaanza kuuza Marekani, tumeanza Ujerumani, na sasa hivi tumepata soko la uhakika katika soko la Uingereza. Lakini baada ya kuingia kwenye soko hilo la Uingereza, tukakutana na kwamba kuna mazao mengine ambayo tunapaswa kuyaingiza katika soko. Na hayo yanatokana na juhudi za serikali za kuhamasisha watu walime na wapate masoko. Kama mnavyosikia sasa hivi kwamba mama amefungua masoko. Je, wakulima sisi wa kawaida tunaelewa maana ya kufunguka soko? Sasa hayo ndio mambo ambayo kama msomi, kama entrepreneur, kwamba hebu tutafute mifumo ya kuweza kusaidia wakulima waweze kuingia katika soko lililo sahihi. Katika jambo hilo, baada ya kumaliza upande wa asali, ndio tukaona mazao mengine ya kuweza kuingia. Tukachagua sisi kama kampuni mazao 4 ambayo tunashughulika nayo. Zao la kwanza ni kupata wazalishaji wazuri wa maharage, wazalishaji wazuri wa unga wa muhogo, wazalishaji wazuri wa unga wa mahindi na wazalishaji wazuri wa mchele. Haya ndio mazao ambayo tumegundua au tumeyaona katika soko la Uingereza ni bidhaa ambazo zinahitajika na ambazo zinaweza kwenda katika soko. Sasa tukaanza tuanzie wapi? La kwanza, baada ya kupata soko, tumepata kampuni kwa kushirikiana na ubalozi wetu wa Uingereza ambao huko London. Tukapata kampuni inayoshughulika na mazao au chakula kinachotoka Afrika, na kampuni hiyo inaitwa Fremo. Baada ya kupata mwaliko kwenda Uingereza kukutana na Fremo, tukagundua kwamba Fremo ana uwezo wa kuingiza chakula, lakini changamoto kubwa ya Fremo ni kwamba apati watu wa kuweza kuwa supply au kuwauzia vyakula wanavyohitaji. Tumegundua kwamba kampuni hiyo inaagiza mazao kutoka Nigeria, kutoka Ghana, kutoka Uganda, kutoka Kenya, lakini alikuwa hainunui kutoka Tanzania. Kwa hiyo mwaka 2023 Fremo wakaanzisha mpango wa kuweza kuja Tanzania kuweza kupata mazao au kupata chakula kutoka Tanzania. Na hiyo ikawa ni changamoto kubwa, kwa sababu Tanzania tulikuwa hatujajiandaa katika mazao hayo kuweza kuyapeleka katika soko la Uingereza.
lakini kwa sababu Tanzania ilishajenga mifumo, ilishajenga taratibu ambazo za kuweza kulima, kwa hiyo tukaanza kutafuta ni jinsi gani Fremo anaweza kuja Tanzania na kuweza kupata chakula chenye ubora kinachotosheleza. Kwa bahati nzuri tulianzia katika taasisi ya serikali inayoitwa TanTrade. Kwa hiyo katika TanTrade wakaweza kutuonyesha ni jinsi gani wakulima waliopo wanaoandaa mazao yao, tukaanza kuwatembelea, tukaanza kuwahoji, tukaanza kushirikiana kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kupata chakula kutoka Tanzania. Na hilo jambo likafanikiwa kwa sababu TanTrade wakatuelekeza kwamba kwenye kilimo kama mchele tunaweza tukaona taasisi nyingine ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo ambayo ilikuwa inajulikana kama SAGCOT. Tulipowatembelea au SAGCOT ambao sasa hivi ni ACOT, wakatuelekeza, wakatuonyesha ni jinsi gani sekta ya mchele au sekta ya mpunga ambavyo imeshaimarika katika corridor la southern part of Tanzania ambayo ni Njombe, Mbeya, Katavi, Rukwa. Kwa hiyo sisi kama wawakilishi au kama wadau tunaotaka kupeleka mchele Uingereza, tukaanza kutembelea maeneo hayo. Kwa hiyo tulianza kuyatembelea kwa mwongozo wa CEO wa SAGCOT Bwana Kilenga, ambaye alituonyesha njia, alitufafanulia na tukaona kweli ngoja tuanzie Mbeya. Kwa hiyo tulipokuja Mbeya, ina maana tukaanza kufanya tafiti yetu katika mashamba mbalimbali na kutafuta wakulima ambao tunaweza kufanya nao kazi kwa ajili ya soko la Uingereza. Kwa bahati nzuri tukakutana na kampuni ambayo inashughulika kulima kilimo asilia, kilimo ambacho sisi ndio tulikuwa tunahitaji kwenye mchele ambao hautumii mbolea. Ndio tukakutana na kampuni ya BJM. Kampuni ya BJM tangu mwaka 2023 tulianza maongezi, tulianza kuwafundisha, tulianza kutembelea mashamba na kuona kama mnavyoona mashamba ya wakulima wao ambao wanalima pamoja ili tuweze kupata wingi wa mazao hayo. Na kwa bahati nzuri tulipata mchele wao mwaka 2024. Mchele huo tukaupeleka kwenye soko la Uingereza kama sampuli, na mchele ukaonekana kwamba ni mchele bora kulinganisha na michele mingine wanayoinunua kutoka nchi mbalimbali kama India, kama Thailand na sehemu zingine. Kwa hiyo sisi tukaanzia pale kwa kushirikiana na TanTrade, tukaona kwamba hebu tuweke nguvu tuweze kutengeneza pilot ya kwanza tuweze kupeleka huo mchele katika wingi tunaohitaji. Lakini tulipotembelea katika maeneo mbalimbali ya Ludewa, tukagundua kwamba BJM alishajikita kwa wakulima wadogo wadogo, na wale wakulima wadogo wadogo wanalima mchele ambao sisi tunauhitaji kwa ajili ya soko la Fremo ambao litaingia Uingereza. Kwa hiyo katika hatua hiyo tumefanikisha sasa kuja kutembea na kuona wenyewe mashamba, kuona wakulima na kuwahoji, kuwafundisha ni jinsi gani ya kutengeneza na kwenda kuprocess mchele huu kuondoka shambani kwenda mpaka katika hatua ya kufungasha na kuweza kupeleka mchele nje ya nchi kwa ajili ya kuitangaza Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kampuni ya BJM kwa kuonyesha nia na kuonyesha ni jinsi gani ya kuweza kufanya kazi pamoja na changamoto zilizopo, lakini tukasema changamoto sio hoja, tupate mahali pa kuanzia. Kwa hiyo tumeanzia sasa hivi kupeleka kontena moja la mchele ambao tunaupeleka katika soko la Uingereza ambayo imeshakubalika. Na bahati nzuri juhudi za serikali kupitia ubalozi wa Uingereza, tayari Tanzania iko kwenye mpango mahususi wa Uingereza unaojulikana kama DCTS. Mpango huo unaruhusu nchi zinazoendelea kuingiza chakula ndani ya Uingereza bila kodi. Kwa hiyo hiyo ni fursa kubwa kwa serikali yetu, kwa wakulima wetu kuweza kupata soko la uhakika na bei yenye uhakika.